Bwana mambo, karibu ndani ya ujasiriamali, kipindi ambacho tunakutana na wafanyabiashara wadogo wanaojihusisha na biashara zao zinazoweza kuwaingizia kipato kinachoweza kuwasaidia wao na familia zao. Na leo ndani ya ujasiriamali bwana, nimeweza kumtembelea mfanyabiashara mdogo ambaye anapatikana hapa katika viunga vya TPC Tabora Polytechnic College, ambaye anajihusisha sana na uuzaji wa bidhaa kama mabegi, viatu na nguo. Bwana huyu jamaa anaitwa bwana Jonijo. Leo tumeweza kumtembelea ambapo akaweza kwenda kutuelezea kwamba namna gani hii biashara yake imeweza imeweza kumweka mjini. Kama unavyoona nyuma yangu, biashara yake ya mabegi, tuingie tuweze kuzungumza naye. Bwana, kama nilivyokuambia, nipo na bwana Jonijo ambaye ni mjasiriamali mdogo anayejihusisha na biashara hizo ndogo, mfano mabegi, viatu na vitu vingine vingi ambavyo vipo ndani ya duka lake. Bwana Jonijo, mambo vipi? Salama kwema? Bwana, leo kipindi cha ujasiriamali tumeweza kutembelea hapa dukani kwako ili tuweze kujua namna gani biashara zako unavyoziendesha. Karibu sana. Asante. Bwana, naona hapa bidhaa zako nyingi ni viatu vya kike na vya kiume. Kwa nini wewe uliamua kuchagua kuuza hizi bidhaa za kike na za kiume kulinganisha mazingira ya chuo hapa? Kwa watu wengi inatakiwa vitu vinavyotumika sana ni daftari na mabegi. Wewe kwa nini ukachagua bidhaa hizi za viatu vya kike na viatu vya kiume? Mahitaji ya mwanafunzi sio madaftari tu. Yaani kinachokuwa kimemleta huku, mahitaji makubwa ni madaftari na kalamu, ndio. Yeah. Lakini lazima avae pia, hawezi kutembea pepo. Kwa hiyo pia na penyewe kuzungumzia mahitaji muhimu ya binadamu, tutazungumza kama viatu lazima, nguo lazima, vitu kama hivyo na chakula, sio? Kwa hiyo mimi nimechagua mahitaji mmoja wapo kati ya yale muhimu sana ya binadamu. Kwa maana nauza viatu ambao ni mavazi kwa jumla. Okay, vipi mapokeo ya wanachuo ambao wapo hapa viunga vya Tabora Polytechnic kuhusiana na biashara yako hii ya viatu na hivi viatu vya kike na viatu vya kiume, bila kusahau hizi nguo, mfano hizi boxer? Mapokeo ya walaji wako yapoje yani? Mapokeo ni mazuri, ukiona gari imekwama halafu abiria haondoki, maana ana mzigo wake ndani, sio? Kwa mimi kwa sababu nipo, ina maana mapokezi ni mazuri kwa sababu ni mahitaji ya kila siku, watu wanatumia, lazima watu wavae viatu, viatu vinakatika, mtu lazima apate kingine, na ukiangalia kwenda mjini ni mbali, sio? Nguo za ndani, boxers lazima watu watumie, lazima watu wasafiri, lazima watu watunze vitu vyao kwa mazingira mazuri, ndio watu wanaletea mabegi. Kwa hiyo mapokezi ni mazuri, hatuwezi kusema ni makubwa sana, lakini tunamshukuru Mungu yanaridhisha ambayo tunayapata. Ya, naona hapa kwenye bidhaa zako hizi naona ni brandi tofauti. Mfano miongoni mwa brandi ambazo zipo hapa ni kiatu ambacho nimekishika. Ni kiatu kizuri sana. Labda wewe soko lako unapoenda kutafutia hivi viatu, labda soko lako ni lipi unapoenda kununulia hivi viatu na kutuletea hapa sisi walaji wako? Sasa viatu vina kila kiatu sio kulingana na kampuni. Yaani kila kiatu kina kampuni. Kwa mfano hii hapa inaitwa Paris, namba 1. Kwa hiyo lazima uone bidhaa tofauti kwa sababu wanaopita ni wengi. Mahitaji ya watu yanatofautiana kulingana na mtumiaji mwenyewe. Kwa hiyo kuna mwingine anataka sneaker, inabidi uwe nayo. Nataka Vans, inabidi uwe nayo. Nataka Air Force, inabidi uwe nayo. Kwa ndio watu wanachanganya bidhaa tofauti kwa sababu wanaokuja dukani hatuwajui. Lakini wanahitaji mahitaji ya kampuni tofauti. Tumeona baadhi ya watu ambao wameweza kufanikiwa kupitia hizi biashara ndogo wao wanapitia changamoto nyingi sana. Wewe kitu gani ambacho tushawahi kuona kuna watu wanadhulumiwa? Wewe kitu gani ambacho mteja ameshawahi kuja kununua kitu alafu akaenda akakitumia ndani ya muda kidogo na kurudishia na kuambia umemuuzia kitu fake? Ishawahi kutokea hiyo? Labda inatokea mara nyingi kwa sababu hivi vitu ni man made, vitu vyote ni binadamu, kwa maana hiyo vinaisha, sio? Sasa unakuta mtu unampa bidhaa nzuri kabisa tena yenye ubora na amehakikisha ni nzuri, sio? Akitoka hapa anaenda kwenye mafuta. Hivi viatu ni plastiki mara nyingi chini, ukinyega mafuta kinakatika. Sasa yeye anaanza kunyega mafuta, hajui kama amekanyaga. Kikiisha labda baada ya siku tatu anarudi, umeuza kiatu fake. Kwa hiyo inabidi tupe muda tena kumuelezea. Kuna mwingine anaamini wewe unauza viatu fake, na maana hawezi kurudi tena. Kwa hiyo ni changamoto kubwa sana. Kati ya hivi viatu vya kike na viatu hivi vya kiume, ni vipi ambavyo waga biashara yake imenyoka hivi vinaisha sana kwa haraka kutofautisha viatu vya kike na vya kiume? Sijawahi kufanya research, lakini mimi ni mtu ninayeamua kila siku. Kila siku naenda kwa Mungu, huwa naenda mjini na lazima nilete bidhaa. Sijawahi kufanya analysis kujua ni ipi inatoka zaidi. Ingawa naona zote zinatoka, na zote zinaingia kila siku. Kwa hiyo sijawahi kufanya research hivi. Labda bei yako ndogo ya kiatu kabisa ambacho unaona kabisa hii ni bei ndogo, bei ya chini kabisa ya hizi bidhaa za viatu unayouza, labda ni kiasi gani cha bei ndogo ya bidhaa kwa hapa dukani kwako? Bidhaa chini kwa mwanamke ni shilingi 5,000. Bidhaa chini kwa mwanaume ni shilingi 10,000. Kwa hiyo 10,000 kwa mwanaume ndio bei ya chini, 5,000 kwa mwanamke ndio bei ya chini sana. Viatu vya kike mara nyingi havina bei.
tunaona hapa kuna viatu vya kike, viatu vya kiume, mabegi, boxer hizo na hii mikoba ya kike. Je, kati ya hivi vyote ni ipi ambayo ni bidhaa ipi ambayo waga inaenda sana, yaani walaji waga wanaipokea sana kwa haraka sana na inawahi kuisha sana, kati ya viatu, mabegi na hizi boxer hizi? Sasa kwa biashara ambayo unaifanya mwenyewe kwa hauandiki, lakini pia uingizaji wa bidhaa unatofautiana. Kwa mfano viatu unaweza kaangua 100, sio? Lakini begi nikienda mjini naleta begi 5 tu, begi 4, begi 3. Kwa hiyo ni tofauti. Unaleta 150, unaleta begi 6. Kufanya comparison hapo inakuwa changamoto. Viatu unatoa begi mtu anachukua 2. Yaani kujua sasa hapo ni mpaka ungekuwa labda umeweka mfanyakazi na kwa kiuza na mteja hapo unaona, lakini kama unauza mwenyewe inakuwa ni ngumu. Kwa unatoa hivi ni kitu gani hasa kilikusukuma wewe ukatoka nyumbani ukaja kufungua biashara zako hapa karibu na viunga vya TTC? Sasa mimi sikutaka nyumbani, mimi nitachukulia kuna sema chuo mwezi kwa mazingira ya chuo nilikuwa nakuwa kwamba siku zote biashara karibu na chuo huwa zinatoka. Na nilipokuwa kule watu walikuwa wanafanya vizuri kwa biashara zao. Na mimi nilipotoka kule nikasema nitafute sehemu ambapo kutoka kuna chuo ambao naweza nikafanya shughuli ndogo ndogo. Kwa basi nikawa nimeselect sababu polytechnic ili nikaja nikaanza maisha mpaka naendelea. Ya labda ni changamoto gani kubwa ambayo umeshawahi kupitia kwenye biashara yako ya mabegi na hivi viatu? Kuibiwa. Sisi watu, mimi ni mtu ambaye nina bahati mbaya na tabia kuibiwa sana. Unakuta umefunga duka lako unakuja na kuvunjia, unabeba kila kitu. Ndio anze moja. Kwa mimi nishagonjwa mara mbili. Kwa mimi changamoto kubwa sana ni kuibiwa dukani. Ya labda neno lako la mwisho sasa kwa wafanya biashara wadogo au vijana ambao wako mtaani, ambao wanahisi kwamba tukikaa mtaani au tusubiri tu ajira kutoka serikalini, neno lako la mwisho ni lipi kwa vijana ambao wapo mtaani, ambao wanaona kabisa fursa zipo, chuo kiko hapa, hafu wao wanaendelea tu kukaa mtaani? Neno la mwisho kwa vijana ambao wapo mtaani ni lipi? Biashara ziko nyingi, yaani ni biashara ziko nyingi sana, lakini kwenye biashara sio mpaka uwe na mtaji mkubwa. Kwa hiyo unao kidogo tu unaweza kutafuta biashara ambayo inaendana na mtaji wako, na then Mungu akafungua milango na ikawa kubwa. Kwa hiyo ulichonacho kidogo hicho sio kikubwa kulingana na aina ya biashara ambayo unaweza ukaifanya. So unaweza kuwa na 10,000 kufungua kaza biashara karanga, so karanga inataka hata mtaji mkubwa. Kwa hiyo chochote kile ulichonacho mkononi inatakiwa kutumia hicho kupata biashara. Kwa kuanzisha biashara ambayo inaweza ikaenda kwa usitamani kuanza na kitu kikubwa, kwa sababu kupata kikubwa ni gumu. Utakitoa wapi? Kwa hiyo tunataka kujifamilia kubwa, lakini kwa sisi maskini lazima ukubali kuanza na kitu kidogo hicho nacho mkononi. Bwana, bonge moja la nondo kutoka kwa Bwana Jonijo ambaye ameweza kutusanua kwamba inatakuwa anze na kidogo ulichonacho, usisubiri mpaka kikubwa ndo unaenda kuanzisha biashara. Kama nilivyokuambia, leo tulikuwa na mfanyabiashara mdogo ambaye anaenda kwa jina la Jonijo. Hapa mbele yako nimeshika bonge moja la sneaker, kiatu fulani hivi kikali sana, unaweza kuipata hapa kwa Jonijo karibu viunga vya TTC hapa. Na ukaribisha uweze kufika hapa ili uweze kujipatia bidhaa mbalimbali, kwa hivyo viatu, mabegi na kila kitu. Bwana, hii ilikuwa ni Mjasiriamali. Mimi ni Andrea Adamu, nikukaribishe tena kwa siku nyingine. Asante.